Huu ni mmea wa aloe vera. Aloe vera imekuwa ikitumika sana kwenye tasnia ya tiba kwa binadamu na wanyama kwa miaka mingi, na miaka ya hivi karibuni nadhani imekuwa maarufu hata kushinda mwarobaini. Sasa tujifunze namna ya kupandikiza. Ukishakuwa na shina kongwe au shina mama au bibi kama hili, linakuwa na watoto kwenye shina lake. Kwa mfano hawa ni watoto waliobakia wakati nang'oa mara ya mwisho. Na kwa sababu hili shina unapong'oa linakuwa ni laini sana, hii mimea ni laini sana, unakuta ilikatika hapa, kwa hiyo mizizi ikakatika, lakini kuna mizizi mipya tayari inaota. Kwa hiyo hii unaenda tu unaweka sehemu ambapo umeshachimba shimo, tayari unapanda. Kawaida huwa inanyong'onyea kidogo ukishapanda, kama ilivyo mazao mengi au mimea mingi, inaanza kuwa na rangi kama hii, kisha baadaye inaanza kuwa na rangi kama hii, alafu baadaye inaanza kurudi kijani, kwa maana tayari imeshika chini, inakuwa. Na mmea wa aloe vera unapokuwa, kwa mfano huu nilipanda, shina lilikuwa hapa, shina mama lilikuwa hapa. Kwa hiyo baadaye yakatokea nilipanda moja, kwa maana kama hili. Baadaye likatokea hili, huyu ni mtoto, lakini mama yake ni huyu. Naona Kwa hiyo mbegu zile zinaota hapa. Yaani hapa kwenye jani hapa zinaota, ili likizeeka linazeeka, linadhoofika na kukauka kama hili, alafu wale watoto wanaota pembeni. Kwa mfano nilivyokata hili mara mwisho, naona kuna mtoto huyu hapa anatoka, mwingine huyu anatoka, anakuwa, na wengine hawa hapa. Kwa hiyo hawa watakuwa tena, unakuja unang'oa, unaenda kupandikiza sehemu nyingine. Kwa hiyo hili ukiliacha, baada ya muda litatengeneza tena watoto, watakuwa wamejaa hapa. Kwa hiyo kama unang'oa bahati mbaya watoto wakakatika, kwa maana mizizi ikakatika chini, usitupe, nenda kapande nalo litaota, kwa sababu baada ya muda linatengeneza mzizi kama huu. Hii hapa ndio mizizi, unaenda unapanda. Unaona hiyo inayochomoza ni mizizi, unapanda, chomoza unapanda. Kwa hiyo mmea wenyewe unaonekana kama hivi, na baadaye ukikua zaidi unakuwa unatengeneza unatokea fimbo kama hii, unaona inakuwa ndefu, unaona inaota katikati ya majani. Mara nyingi inakuwa moja, sijaona aloe vera inayotoa miti miwili. Huo unakuwa mrefu, baadaye unakuja unatengeneza maua. Kwa hiyo unaona maua yake yanafanana hivi. Kwa hiyo huu ni mkongwe ambao nilipanda mara ya kwanza. Kwa hiyo unaona hapa umegawanyika, umeshuka namna hiyo, umeshuka kule chini. Kwa hiyo sasa kwenye kupanda unaona hii tayari nimeshapandikiza. Unachimba tu shimo dogo, unaweka aloe vera yako, unafukia, basi unakuwa umepanda. Ni mimea ambayo haina shida, inaota kwa urahisi sana. Kwa hiyo unaona hapa hamna watoto, kwa sababu wote nimeshawatoa, nimepandikiza sehemu nyingine. Naona hawa wote ni watoto ambao nimepandikiza. Naona hata huyu unaona hapa niling'oa, naona mizizi yake. Hii ni mizizi ya mama ambaye ndiye mkubwa huyu. Kwa hiyo hapa huyu ni mtoto ambaye kesha kuwa mkubwa, na yeye sio muda mrefu wataanza kuzaliwa watoto. Unaona hapa kwenye hichi kifundo, na unaona kuna mtoto huyo tayari anakuwa. Kwa hiyo anakuwa, baada ya muda unatoa, unaenda unapandikiza. Kwa hivyo ndivyo unavyopandikiza hii mimea, ni rahisi mno. Unaona huyu bibi anaota ya hili ua, unaona linavyochomoza. Kwa hapa litachomoza, litarefuka na kuja kutengeneza maua kama tulivyoona hilo jingine. Kwa hiyo hawa ni watoto ambao tayari nimeshapandikiza. Naona, kwa hiyo haya ni mashimo madogo tu ambayo nimechimba kwa ajili ya kupanda aloe vera. Kwa hiyo nachukua mbegu yangu hii hapa, naweka tu hapo, nitafukia kidogo, naweka mmea wangu hapa kama hivi. Yaani hapo nimeshapanda, narudishia tu udongo kuzunguka, unakuwa tayari umeshapanda. Kwa hiyo na hili hivyo hivyo, nachukua hili hapa, naegesha tu hapa,
hapo nimeshapanda, naweka namna hii, nimeshapanda. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa mimea yako yote, na kwenye tutorials zitakazokuja nitaonesha namna ya kuvuna aloe vera na namna ya kuandaa mchanganyiko au namna ya kuandaa dawa kwa ajili ya kutibu kuku. Tunatibu sana kuku kiasili kwa kutumia huu mmea. Natumia aloe vera, pilipili na majani ya mipapai na majani ya mimea mingine. Kwa hiyo kama hapo tayari nimeshapanda hapo, unaota. Mradi tu pabichi hapa, hata mvua isiponyesha huu tayari utaota. Na uzuri wa aloe vera hata kiangazi yenyewe utakuta ni kijani tu, inapendeza. Kwa hiyo asante sana kwa kutazama. Kama unajifunza kitu usisahau kusubscribe, utaendelea kujifunza, na kama una chochote usisite kuniandikia. Asante sana kwa kutazama.